Naitwa Ombeni Sefue, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la maendeleo ya mafuta Tanzania, na tumekuja hapa kukagua maendeleo ya mradi wa utafiti kuona kama tunaweza kupata mafuta au hata gesi katika eneo hili la Eyasi Wembere. Na TPDC iko hapa tangu mwaka 2015. Na sababu ya kuchagua eneo hili ni kwamba ni eneo ambalo kijiolojia linafanana na maeneo ambayo Lake Albert kule Uganda na Turkana nchini Kenya ambako kuna mafuta. Kwa hiyo ikatupa matumaini. Sasa utafutaji wa mafuta una hatua nyingi kwa sababu ni gharama kubwa sana kuchimba visima vya mafuta. Kwa hiyo hutaki kuanza kuchimba kabla ya kufanya kwanza hatua ya kwanza ikakupa matumaini, unaenda hatua ya pili, unaenda hatua ya tatu, ya nne, mpaka mwisho unasema sasa hapa nafikiri naweza kuchimba kisima cha majaribio. Kwa hiyo hatua za kwanza kama mbili hivi zimeisha. Hapa tulipofika sasa wanafanya hiyo ya kama mlivyoona wanatumia teknolojia ya kisasa kabisa duniani inayowezesha kuona ile miamba kule chini ilivyo. Wanaita 2D seismic, na wote mmeona wanavyofanya, alafu inachakatwa na wataalamu wetu wanaridhika. Na niseme tu kwamba kwa kweli kama bodi tunajivunia uwezo mkubwa ambao sasa hivi uko ndani ya TPDC katika masuala haya. Baadhi ya kazi ambazo zinafanyika hapa huko nyuma ilibidi tutafute makandarasi kutoka nje, lakini kuna kazi nyingi tu za kitaalamu ambazo wanafanya vijana wetu, na kwa kweli wamefanya kazi nzuri sana. Sisi kama bodi tunawapongeza sana. Lakini pia tuna wakandarasi wazuri ambao wao sasa wameajiriwa na TPDC, na gharama ile imeshafikia bilioni 47. Yani tangu mwaka huo 2015 hadi leo, na fedha zote hizi zinatokana ndani ya TPDC, wala hatujaenda hazina kuomba fedha hiyo. Lakini tunafanya hivyo kwa sababu tuna matarajio makubwa kwamba eneo hili linaweza kutupa matokeo mazuri. Kwa hiyo hatua ambayo inaendelea sasa itaendelea mpaka labda mwisho wa mwezi ujao. Alafu hizo data sasa zitaangaliwa vizuri kitaalam kuona kama kuna msingi wa kuendelea na hatua inayofuata ambayo itaanza hapo, ambayo hiyo ikianza nafikiri itaenda mpaka mwisho wa mwaka, alafu nayo itatizamwa, na tunafikiri kwamba mpaka ikifika labda mwaka 2028 tutakuwa na nafasi nzuri ya kusema sasa hapa tunaweza kuchimba kisima cha majaribio. Kumetokea changamoto nyingi hapa kwa sababu kama mlivyoona eneo wanalotizama ni ziwa, na ziwa lenyewe wakati mwingine linakauka, wakati mwingine linakuwa ni tope. Kwa hiyo hata namna ya kufika kule mahali pa kuweka vile vifaa vya kupima inakuwa changamoto, lakini kwa bahati nzuri tuna mkandarasi ambaye ni mbunifu. Kwa hiyo kama ni ardhi kavu vifaa vyake vilikuwepo, kama ni matope vipo vifaa vya matope, kama ni majini kama mlivyoona vifaa vipo. Sababu nyingine ya kuchagua eneo hili ni kwamba bomba hili ambalo Tanzania kupita EACOP ni wadau, ila EACOP linapita jirani tu hapa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akijalia tukipata mafuta ni kuunganisha tu kwenye bomba lile, na kwa bahati nzuri mkataba ule unaruhusu kwamba tukipata mafuta tunaweza kutumia bomba hilo kuyapeleka kwenye masoko ya kimataifa. Hadi sasa wataalamu wanatuambia kwamba hiyo data inayopatikana inatia matumaini. Kama nilivyosema, hatuwezi kutoka hatua moja mpaka nyingine bila kujiridhisha kutokana na matokeo ya ile hatua ya kwanza kwamba kuna matumaini yapo. Kwa hiyo ili mradi tunaendelea, ina maana kwamba tathmini ya data zile za kwanza zinaonyesha matumaini yapo. Kwa hiyo sisi tuna matumaini makubwa sana. Yeah. Kwa jina ninaitwa Cindy Maduhu, ni meneja mradi wa utafiti wa mafuta na gesi katika bonde la Eyasi Wembere. Kazi hii kama ilivyosemwa ilianza mwaka 2015
na kuna taarifa nyingi zimechukuliwa, lakini kwa sasa tuko katika hatua ya uchukuaji wa taarifa za mitetemo. Zoezi hili lilianza mwaka 2024 Julai, na sasa tunakamilisha fezi ya kwanza ya uchukuaji wa taarifa hizo. Kufikia mwezi Juni tutakuwa tumekamilisha, na hatimaye tutaingia katika hatua nyingine. Tunategemea kuongeza taarifa hizi katika maeneo ambayo yataonekana kuwa yana mashapo mazuri, ili tuendelee kuyatafsiri vizuri, na hatimaye tunapokwenda katika hatua ya uchimbaji tuwe tumejiridhisha, na hatimaye taifa lisiingie hasara ya kupoteza fedha kwa sababu ya uzembe ya kutokuona ni wapi ambapo tunahitaji kuchimba. Kazi hii inafanywa na kampuni ya African Geophysical Service, ni kampuni ya kizawa. Kampuni imekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu wanatumia wataalamu wazuri, lakini pia mitambo ambayo wanaitumia kulingana na hali halisi ya eneo lililopo. Tuna ziwa ambalo wakati mwingine linakauka, wakati mwingine linajaa maji, lakini pamoja na hayo mkandarasi amejitahidi sana kuona ni vifaa gani ambavyo anaweza kutumia. Kwa hiyo anajitahidi kwa uwezo wake wote ili tuweze kukamilisha kwa wakati. Lakini sambamba na hilo, hizi kazi zinaenda sambamba na uchakataji wa taarifa hizi. Kazi hii inaendelea kwa sababu tunataka tuwahi kumaliza mapema hii kazi, tuingie katika hatua nyingine. Kwa hiyo kuna kazi inaendelea katika nchi ya Serbia, tunachakata hizi data, lakini kadri tunavyoendelea kuchakata tuna watu pia ambao wanaendelea kutafsiri hizo taarifa, na hizi taarifa zinatafsiriwa na wataalamu kutoka Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania. Kama alivyosema mwenyekiti kwamba shirika limejiimarisha, lina wataalamu wa kutosha katika sekta hii ya mafuta, na tuko tayari na tunaendelea kufanya kazi. Ukumbuke ya kwamba project hii inasimamiwa na TPDC, lakini gharama zote TPDC inatoa. Pamoja na kutoa gharama, lakini pia wataalamu wanaendelea kufanya kazi kulingana na weledi walionao. Kwa kazi hii inafanyika ndani, lakini kwa weledi, ikijumuisha wataalamu wote ilionao. Kwa mpaka sasa tutamaliza awamu hii mwezi wa 6, na tunategemea kwamba tutaongeza kazi ambazo zitakwenda mpaka mwezi wa 12. Na mpaka sasa katika awamu hii ya kwanza ya kuchukua hizo taarifa zenye kina za mitetemo tumefikia 76%, ambayo hata hivyo ni kwamba kuna mambo mengi yaliyofanyika. Ndani ya mwezi mmoja tutakamilisha 100%. Eneo hili lina square mita 5798, inajumuisha mikoa 5. Kuna Shinyanga kwa maana ya wilaya ya Kishapu, Simiyu kwa maana ya wilaya ya Meatu, Arusha kwa maana ya Ngorongoro na Karatu, lakini pia tuna Singida ambayo inajumuisha Mkarama na Iramba, theni Tabora ambayo ni wilaya ya Igunga. Katika utafiti wa mafuta, kila hatua unapotoka hatua moja kuna decision gate. Sasa tumetoka hatua ya kwanza ili tuweze kuendelea hatua ya pili, maanake ni kwamba kuna matumaini yaliyotusaidia kuweza kuamua kwenda hatua ya pili. Kwa hiyo kadri tunavyoendelea mbele, kuna matumaini ambayo tunayapata kulingana na taarifa tulizo nazo. Kwa majina naitwa Martina Dismas. Nakaa Endeshi, kijiji cha Endeshi, wilaya Karatu, kata ya Barai. Mradi huu umetunufaisha sana. Tunashukuru sana serikali yetu ya Tanzania, maana tulikuwa tuna uhitaji mkubwa sana wa pesa, kwa sababu tulipata majanga makubwa sana, ng'ombe kufa, lakini kwa sasa angalau umetusogeza mbele kidogo. Tumepata ng'ombe, tunalima. Tunashukuru sana serikali yetu ya Tanzania, na pia tunaiombea tena serikali yetu ya Tanzania, mradi huu kama utaweza kuendelea, tunaomba uendelee kidogo ama kwa muda, maana vijana tumepata ajira, mamalisha wamepata angalau huduma kule, tunapata huduma inakuwa nzuri, tuna hela angalau kidogo, angalau inatuwezesha
kupata mahitaji yetu na kuchukua mahitaji sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maana kipato ndo kilikuwa kinacheza. Hatupati kipato kwa sababu tumepata majanga, lakini tunashukuru Mungu kwa sasa. Kwa majina mimi naitwa Gidahawa Gidachi. Katika matumaini yetu naona sasa hivi tumeshukuru serikali yetu kwa kutuletea mradi huo. Sasa hivi sisi tulikuwa ni wafugaji. Sasa kinachoona mimi, yani katika zile mfugo yetu tumeongezewa kidogo, yani tumefaidi.